Kwenye suala la kukumbukwa, tunapoongelea kukumbukwa ni nyakati ambazo unatolewa na Mungu peke yake, sio mtu. Na mtu anaweza akaja akakuahidi lakini asifanye na asitende. Ni kwa sababu gani? Hajapata msukumo, hajapata mguso. Hana kabisa hicho kilio, huo msiba huko ndani yake, kwa sababu kitu bado hakijatoka kwa Mungu. Kwa unalia jambo fulani nimesahaulika, jambo fulani sioni likitendeka, ni manake hiyo ni inatakiwa umlilie Mungu, sio umwambie mtu kwa nini umenisahau, kwa nini yale mambo ufanye. Mlilie Mungu. Mungu ndo anayetoa tu kwenye nyakati, na ndio anayekuingiza kwenye nyakati za kukumbukwa. Basi ndio maana mtu anaweza kukuahidi hela lakini hajisikii kukupa, na hela anayo. Kwa nini? Hana mzigo, hana msukumo. Kwa hiyo sasa ukiangalia hii kutoka kwamba hapo, ukiangalia wana wa Israeli kipigo kimezidi kule Misri, ni Mungu ndo alisema nimesikia kilio cha watu wangu. Na Mungu aliposikia, Mungu ndipo akamtafuta Musa, akamwambia ninakutuma wewe, nenda ukawaokoe, nenda ukawasaidie, nenda ukawatoe. Lakini ni kwanza Mungu ndio alisikia, na Mungu ndo tayari alikuwa anasema ninaenda kuwatoa. Manake Mungu tayari alikuwa ameshawatoa. Alitakiwa mtu ambaye ataenda kuwatoa. Kwa hiyo hali inapokuwa ngumu, unapohitaji msaada, ni Mungu anapokubali jambo lako, Mungu ndo anatafuta mtu yoyote. Sio mtu tu alio tayari, mtu yoyote Mungu atakayejisikia anafaa kuja kukusaidia kwenye jambo lako. Ndio maana mnaambiwa Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu, msaada utaonekana wakati wa mateso. Wakati wa mateso. Lakini kukumbukwa ni uhakika kutoka kwa Mungu kwamba wewe ni mtu wake. Mungu anapokukumbuka manake amethibitisha na amedhihirisha wewe ni mtu wangu. Ndio maana alimwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu kule Misri wanapoteseka, nimesikia sauti zao. Kutoka 3 mstari wa 7 mpaka wa 10. Na kukumbukwa ni Mungu anashuka kufuta machozi, kilio na mateso, misiba na mauti, majanga ya kila aina. Na kukumbukwa ni kuvushwa katika eneo ulilokaa kwa muda mrefu ama kipindi kirefu. Ndio maana ukipigiwa simu, fulani umenikumbuka na mimi, ni kitu gani mpaka umenikumbuka? Ni kwa sababu ni muda mrefu, ni kipindi kirefu ulikuwa hauna uhusiano wa karibu na huyo mtu, mawasiliano mlipoteza, au ulikuwa haujui kitu gani kinachoendelea. Kwa hiyo siku Mungu anashuka, manake ni Mungu anakuja kukuvusha na kukuondoa na kukuhamisha kwenye eneo ambalo umekaa muda mrefu. Na ndio maana siku Mungu anawaambia wana wa Israeli, ninaenda kuwatoa hiyo nchi ya utumwa. Siku hiyo akawaambia kwamba ninapoenda kuwatoa, hakikisha siku unaondoka usiondoke mwenyewe. Hakikisha unaenda kwa jirani yako, unataka vyombo vya dhahabu, unataka vyombo vya fedha, unataka vitu vya shaba, unataka vitu vyovyote ambavyo ni vya thamani, kwamba unapoondoka na Mungu anapokukumbuka huwa hakuondoi kama mtumwa, huwa anakupeleka mahali popote, anakupeleka kama mfalme. Kukumbukwa ni kuchagua vyema, kwa sababu Mungu hutumia watu kutimiza kusudi lake. Mtu anapokukumbuka manake umemtendea mazuri, umefanya mazuri. Ndio maana ukisoma kwenye Torati 30:19 mpaka 20, tunaona hapa Mungu alipokuwa anaongea na wana wa Israeli na kuanza kuwapa maagizo na zile amri, akaambiwa kwamba na wingi wa siku zako upate kukaa katika nchi ya Bwana aliyowaapia baba zako Ibrahim, Isaka na Yakobo. Nimewapa kuchagua, lakini chagua uzima. Kwa hiyo ni amekupa kuchagua, lakini amesha kuchagulia. Kwa hiyo ni wewe uchague vyema lile chaguo ambalo umeshachaguliwa na Mungu mwenyewe, kwamba hilo chaguo utakalolichagua uzima utaambatana na wewe siku zako zote, na sio wewe tu, wewe mpaka uzao wako. Kwa maisha yako unaoishi leo, msingi unaojenga leo sio kwa ajili yako. Huo msingi ni kwa ajili yako, familia yako na watoto wote walioko nyuma yenu. Kuna siku tulikuwa kwenye huduma mahali, nikakutana na shuhuda 2 ambazo zikanishangaza. Mtu wa kwanza alikuwa ni kijana wa kiume
ambaye alikuwa anasumbuliwa na ndoa kwa kipindi, yani kila akioa, yani ndoa hata miezi hata miwili haimalizi, anateseka, wanawake wanasumbua. Sasa akaambiwa, wewe shida haiko kwako, wala shida haiko kwa sababu wewe ulivyo ndo baba yako alikuwa hivyo hivyo, na baba yako alivyo ni kwa sababu babu yake alikuwa hivyo hivyo, kwa sababu babu yako alimtesa bibi yako, na siku bibi yako anaondoka kijijini alisema, ninaapa kwenye mbingu na ardhi, watoto wote utakao wazaa kwenye uzao wako mpaka siku dunia inaisha watateseka na watateswa na wanawake mpaka siku ya mwisho. Bibi maombi aliomba na akaondoka. Kwa hiyo kuanzia siku hiyo baba akaanza kuteseka, kazaa watoto wakaanza kuteseka, wajukuu mpaka vitukuu, balaa likawakuta. Lakini kesi ikafuatiliwa, kesi ikakutwa mwaka 1910 huko. Kesi imeanzia kwa bibi 1910, lakini watu 2018 19 watu wanateseka. Mtu amepanda mbegu huko 1910. Na mwingine akaambiwa, wewe ni msumbufu na una shida, lakini mshukuru bibi yako. Bibi yako alikuwa anaomba sana, alikuwa anatoa sana, alikuwa anasaidia sana watumishi. Kwa hiyo mambo aliyokuwa anafanya, matendo yake na sadaka zake, manake ameunganisha na uzao wake wote. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anatoka kwenye ukoo wa huyo bibi hawezi kuteseka kwenye maisha, kwa sababu ni mtu alishaingia agano na Mungu tayari, na Mungu anatembea na ile damu. Kwa jambo unalolipanda leo, maombi unaomba leo, kwamba ndio huwa nawaambia watu, akiambiwa mabaya atamlilia Mungu, akiambiwa mazuri. Ndio mliambiwa na Derek siku ile kwamba kwa nini tunafunga na kuomba kuondoa matatizo, lakini hatufungi na kuomba kumshukuru Mungu? Siku 15 za kufunga na kuomba kuondoa matatizo sugu. Haleluya, amina. Kwa nini haiwagi hivyo? Kwamba imefika mahali tunaanza kumshindanisha Mungu na shetani. Yaani tunaona Mungu na shetani ni mapacha, Yakobo na Esau, inatakiwa apigane, mmoja ashinde na amsaidie, atusaidie sisi. Tunaanza kumweka Mungu. Kumbe Mungu ndo muumba wa mbingu na nchi. Aliumba hivyo vijitu vyote, vinyamkera vyote, alafu vilivyoshindwa kazi akasema, ninamtengeneza mtu kwa sura na mfano wangu, ili vitu vyote vya mbinguni na duniani vyote viwe chini yake, aende kuvitawala. Lakini tunafika mahali tunaanza kama kutoka nje ya ufahamu. Tunaanza kuona kwamba shetani anaanza kuwa anashindana na Mungu. Yule jamaa hana nafasi kwa Mungu, wala haezi. Shetani hata haezi kushindana na mwanadamu, hana hiyo mamlaka. Na ndio maana cha kwanza atakuja kumdanganya, ndipo aweze kumuingia. Sasa wewe umeokoka, umekaa kanisani muda mrefu, unafunga na kuomba, unamwogopa shetani kweli? Unataka kumshindanisha kweli shetani na Mungu? Tunaposema kukumbukwa kwamba ni unachagua vyema, kwa sababu Mungu hutumia watu kutimiza kusudi lake. Ndio ukiangalia kwamba Mungu akawapa kwamba mkisikia na kutii sauti yake na kushikamana nayo, kwamba itakuwa uzima wako, na kule unapoenda Mungu atakupa kumiliki na kukaa katika nchi ambayo amekupa Bwana Mungu wako. Hauwezi ukakumbukwa kama huku nyuma haujamkumbuka Mungu na haujakumbuka watu na haujapanda mambo mema. Mungu hawezi akakukumbuka. Na pia kusahaulika na watu sio kusahaulika na Mungu. Weka akilini, watu watakusahau, lakini Mungu hawezi kukusahau. Manake na leo kwamba Mungu haijalishi wangapi wamenisahau, ahadi ngapi tumeziweka na tumezifanya, lakini wale walionisahau, Mungu ninaamini wewe hujanisahau. Na leo ninakuja Mungu kwa kwamba ninakuja kwako niweze kukumbukwa na uweze kunikumbuka. Na leo ninakuja kufanya ibada na maombi niweze kutengeneza sweet aroma, kwamba maisha yetu yawe sadaka mbele za Mungu, yawe manukato mazuri ambayo itaenda mbele za Mungu. Kwa hiyo tunapokuja ibadani tunatengeneza manukato mazuri mbele za Mungu, ili na sisi tuweze kukumbukwa. Amen. Ndio maana ukisoma Kornelio, tulisoma Jumapili kwamba alipokuwa kila siku saa 9 anaenda kutoa sadaka, anaenda kuomba, kwamba zile siku zilikuwa ni ukumbusho na zilikuwa kumbukumbu mbele za Mungu. Na ndio maana siku anaenda kuomba, malaika wa Bwana na Mungu akamtokea kupitia malaika, akamwambia, sala zako, maombi yako na sadaka zako zimesikiwa na zimepokelewa.
alikuwa hana mtu na alikuwa ametengwa na ulimwengu, lakini Mungu alikuwa hajajitenga naye. Na ndio maana kupitia yeye Mungu alipomkubali na alipopata kibali kupitia maisha yake, ndio siku hiyo hiyo Mungu akatuma mtu anaitwa nani? Petro, pamoja na nyumba yake na ndugu zake na majirani na wote ambao walikuwa wamemzunguka, wakaenda wakapokea uzima kupitia yeye. Amen. Warumi 8:28 nasema kwamba nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mungu anafanya kazi na wale wampenda. Ukimpenda Mungu, Mungu atafanya kazi na wewe. Na Mungu akishafanya kazi na wewe na ukishampenda, manake umeingizwa kwenye rekodi ya Mungu. Umeingizwa kwenye taarifa za Mungu. Manake siku yoyote Mungu anapotaka kufanya kazi na wewe, atahitaji kukupeleka mahali hauna vitendea kazi. Wataendaje pasipo kupelekwa? Atakapotaka akupeleke hauna vitendea kazi, manake ataamuru vitendea kazi vije na vikufuate. Yesu alipokuja kufanya kazi, anaenda kuhubiri, hana mwanafunzi hata mmoja. Lakini ilipofika kwamba Yesu kila mahali alipokuwa alikuwa anamwambia huyu nifuate, nifuate. Japo wengine wakumfuata na wengine walimuuliza maswali, nikufuate nitapata nini? Yesu akihitaji kuvuka, anajua kuna wadau wa kutengeneza mitumbwi, kuna watu wanaomiliki mitumbwi, kuna watu wafanya biashara. Nikihitaji kununua punda, kukodi punda, wapo watu watakaoweza kulipia hizo punda. Mungu anapokuita na anapokupa kitu, anakupa watu, utembee na watu, lakini kila mmoja anakusudi kwa wakati fulani. Mungu atakapohitaji kitu, Mungu atatumia huyo mtu. Kuna maombi, unajua kuna muda ujisikii kuomba baadhi ya maombi, ni kwa sababu hata Roho anakuwa na kushuku, anakuhukumu. Mungu, kumbuka nimetoa sana, nimeombea sana. Yaani kama Roho anakuangalia hivi, wewe umeomba lini? Umemwombea, umempa mtu sukari, umemnunulia nani na lini? Ilikuwa kiasi. Yaani kuna maombi unaomba tu yani mwisho tu Mungu rehema zako. Lakini tunasema love and respect are twin, they walk together. Upendo na heshima ni mapacha ambavyo yanatembea pamoja. Mtu anaposema ninakupenda, lazima akuheshimu, na mtu ambaye anakuheshimu lazima atakupenda. Kwa hiyo ukiangalia hapa kwamba Naama ni kitu alichofanya kwa ajili ya kumheshimu mfalme, alipata malipo ya yeye kuheshimiwa kutokana na ile heshima aliyompa mfalme, na pia ule upendo ambaye alionyesha kwa ufalme. Angekuwa mwingine kwamba huyu mfalme yuko kinyume yetu, twendeni tukamkate kichwa, na yeye angejiunga waende wakamalize usiku. Lakini kwa nini alienda kutoa taarifa kabla yao? Manake upendo na heshima aliyokuwa nayo mbele ya mfalme, hata kama alikuwa ni wa taifa na kabila lingine, lakini alisimama kwenye nafasi yake. Sasa ndo hapa kwenye kazi, unafanya kazi, mtu bosi wako ni dini ama dhehebu lingine, unakuwa umheshimu. Amjui Mungu, amtambui Mungu. Kama unamjua Mungu sana, ungekuwa bosi wake. Huko mahali mtu dini nyingine, dhehebu lingine, bosi wangu yuko hivi, mara sio anafanya mambo gani haya na haya, sawa, lakini ndo kawa nani? Bosi wako. Biblia yenyewe inakuambia watiini wale ambao kwa mwili ni bwana zenu. Ukiangalia Yohana 11:37 kwamba Yesu alipoitwa rafiki yako, ndugu yako Lazaro amekufa, kwamba alipofika pale mashtaka yakageuka kwa Yesu. Cha kwanza wakamwambia ungekuwepo asingekufa. Lakini pia Yesu alipokuta watu wanalia na yeye akalia, wakasema oneni, analia kwa sababu alimpenda sana. Na pia sio Yesu alimpenda, manake ni Lazaro na familia yake na dada zake walimpenda sana Yesu, na ndio maana Yesu akawapenda. Yesu anasema nawapenda wale wanipenda, na pia anafanya kazi na wale wampendao. Manake walimpenda na ndio maana Yesu akawapenda. Alikuwa na uwezo wa kwenda kukaa na kula nyumbani kwa Lazaro. Kwa hiyo tunapoongelea kwamba kukumbukwa kwamba siku ambayo unakuwa kwenye hali mbaya, sio Mungu anatuma mtu, anatuma msaidizi. Mungu anashuka, anakuja mwenyewe. Yaani Mungu anakuja mwenyewe kukusaidia. Sio uombe Mungu afanye muujiza. Yaani kuna muda hauhitaji kuomba. Unajua tu hili jambo
hii wiki haimalizi, Mungu anafanya muujiza. Amen. Nimekosa kodi, hii wiki haiishi, Mungu anafanya jambo. Amen. Yani ndio ile kwamba kabla tujaingia katika kusali na kuomba ameshatusikia na tujibu. Ametujibu kwa sababu tunajua tulichokipanda na tunajua tunastahili kuvuna kwa kile tulichokipanda. Matendo 9:36-40. Tunakutana na Dorkasi. Alipokufa Dorkasi, kwa nini walimchukua kampeleka orofani? Wamemweka apigwe upepo, yani hata ile maiti ipigwe baridi isitoe harufu, iendelee kusogea siku mbele wakisubiri ufufuo. Manake watu ambao walikuwa sio waamini waliamini huyu mtu hatakiwi kufa. Leo hii kuna mtu ambaye anaweza akawa asiwe dini yako, asiwe imani yako, asiwe dhehebu yako. Ukipata shida anaweza akaja kwa ubavu na akasema haustahili kuwa kwenye hii shida, au anaweza akaja kwa nguvu akasema haustahili kuwa na hii shida, mimi niko tayari kukutoa katika shida yako. Unahisi kuna mtu yupo sio imani yako kabisa, mpagani, akasema jinsi ninavyomjua Yohana astahili kuwa kwenye hii shida. Amen. Anampenda sana Mungu. Amen. Anajitoa sana kwa watu. Amen. Mimi niko tayari kumsaidia yote yanayomsumbua. Mimi niko tayari kumsaidia. Amen. Ni mtu hamjui Mungu wako, hana muda na Mungu wako, lakini yuko tayari kulipa matendo uliyofanya. Hayuko tayari aone unateseka kutokana na yale matendo aliyoona uliokuwa unayafanya. Amen. Kondo siku Dorkasi amekufa pale, watu ambao hata walikuwa hawana dini walienda pale wakamweka orofani. Huyu kuna jamaa anatoka Petro, watu wakipita kivuli chake kinaponya watu, tumsubirie huyo mtu. Na walimweka orofani mpaka Petro amekuja. Na Petro amekuja ili lazimika amfufue. Ndio maana Petro akaketi kule juu. Amekuta watu hawataki kuzika, wamemzingira tu, harufu haiwakeri. Amekuja Petro, wakaondoka wote. Petro akapiga magoti akamlilia Mungu. Lakini pia watumishi wa Mungu na kanisa tunapopiga magoti, tunapofunga na kuomba kulilia juu ya maisha yako, je, maombi yetu na machozi yetu na vilio vyetu vinaendana na matendo yako? Yani maombi yetu yanaweza yakawa catalyst ama fertilizer, yakawezesha ule msukumo, jambo likafanyika kwa wepesi. Unalia hauna kazi, hauna mtaji, biashara iende vizuri, tukaomba juu ya hivyo vitu. Je, tunapoomba maisha yako na mambo unayoyafanya, kwamba maombi yetu yanaweza yakawa unyevunyevu ama mbolea nzuri ambayo ikaenda kasababisha vitu vyako vikue na vistawi? Dorkasi alikuwa ajitambui kimwili na kiroho, lakini ni maombi ya watu, mzigo wa watu, matendo aliyoyafanya ndo ilienda ikamfufua na ikaamsha. Inawezekana alikuwa ameridhika, yuko tayari kuondoka, maana hakuna mahali tunaambiwa kwamba kifo chake ilikuwa ni kwa ajili ya kudhihirisha nguvu ya Mungu ama utukufu wa Mungu. Hatujaona hicho kitu. Maanake tayari umri umeenda, na kuumri kote kuenda bado watu wakasema hapana, wewe bado unadai kabisa, wewe bado mbichi, endelea kushona majoho tugawie. Endelea kutugawia. Ni kitu gani ambacho huwa unaofa, unagawa? Kuna ushuhuda niliwapa watu kwamba kuna mtumishi, nikamwambia watu mnamjua mtu fulani, nikamwambia yule mtu amefanikiwa yeye na familia yake yote, kwa sababu kuanzia bibi, watoto wake mpaka wajukuu, kwamba alikuwa anawapa watumishi mishahara. Mwisho wa mwezi mtumishi wa Mungu anaenda kupanga foleni, anapewa bahasha, na sio mfanyakazi wa pale, lakini anapewa bahasha ya mshahara kama mfanyakazi wa ile ofisi, lakini ni mtu wa kawaida na ni mtu ambaye hata haiko dhehebu lake. Mwisho wa mwezi kama hayupo, anaambiwa nenda reception, utakuta kuna bahasha yako. Kwa hiyo tarehe ya mwisho wa mwezi yoyote, mimi najua mshahara wangu upo, mtu ananilipa kama wafanyakazi wengine. Kwa kuna level watu wamefika ambayo wana uwezo wa kufanya vitu na haviwasumbui. Wamepanda mbegu ambazo wanajua hizi mbegu, yani kizazi changu chote. Ndio maana ukipiga story na watoto wao na wajukuu, atakwambia nilipata shida fulani, siku 3 hazijapita mtu kanyanyuka kanipa hela. Nimeenda sehemu fulani hivi na hivi, hata sikutegemea nimepata bingo la milioni 7 ndani ya siku moja. Ni kwa sababu mtu tayari alishatengeneza kule njia, na tunasema siku zote maji yanafuata mkondo. Hela zinafuata mahali wallet iliyokuwa inatoa, zinaenda zirudi zikae hapo hapo. Hela zinafuata pochi ambayo ina harufu ya hela ilikuwa inatoka, hata kama hazipo zinajua tulishatokaga hapa, tunarudi kule tulipokuwa tumetoka. Mwanzo 20:3-18. Hapa tutakutana na habari ya mfalme Abimeleki
na Ibrahimu na Sara. Mungu yuko tayari kupiga wafalme falme na nchi na watawala kwa ajili yako na kwa sababu yako. Kwani ukiangalia Mfalme Herode alikufa na nini? Mfalme Herode alikufa na nini? Hamsomi Biblia vizuri. Alioza nini? Tumbo. Aliliwa tumbo lake, akafa. Ni mtu ambaye alikuwa anashindana na anapigana na kusudi la Mungu. Mungu akaachilia na karuhusu. Yaani ile ni zaidi ya vidonda vya tumbo, vikatafuna mpaka utumbo wote ukamaliza, mpaka tumbo lote ikamaliza, alafu ndo akafa. Ni mtu ambaye alikuwa anashindana na watu wa Mungu na kusudi. Manake Mungu anapigana na wafalme, anapigana na falme na watawala. Yule ambaye yoyote anasimama mbele yako, Mungu huwa angalia huyu mtu ni mtawala. Mungu anaangalia tu mbele za Mungu kuna adui, kuna rafiki. Basi hamna mtawala, hamna mwenye nguvu, mwenye hela, maskini wala tajiri.